Hi guys, karibu kwenye Red Terminal ambapo leo tutaenda kujifunza namna ya operate Kali Linux operating system. Now, katika video iliyopita niliahidi kuwa Kali Linux ni operating system ambayo ni rahisi sana kutumia. Kwa hiyo bila kupoteza muda, let's get into it. Okay, so basically hapa tuko katika desktop ya Kali Linux. Nimesha login katika system yangu. Kwa hiyo kisha login, juu huku utakutana na status bar. Hii inatuonyesha applications sehemu ya kwanza. Kwa ukiklik hapo utaona list of applications ambazo zimekuwa installed katika Kali Linux, na hizi application zimekuwa categorized by their purpose. Kwa mfano hapa utaenda kukuta tools ambazo zinatumika katika kufanyia reconnaissance, utakuta tools ambazo zinatumika katika kufanya initial access, kufanya persistence na kadhalika. Kwa sehemu ya kwanza itaenda kuonyesha applications, lakini pia tuna places. Hii ni tab ambayo inakuwezesha wewe kuweza kunavigate katika system yako, kwa mfano kwenda katika home directory, kwenda katika recent tabs, katika documents au kwenda katika pictures and so on. Kwa hiyo baada ya hapo tukija upande wa kushoto huku tunakutana na zile essential tools na zile control. Kwa mfano tuna volume control, tuna mic pamoja na wifi, as well as ni controls are either ku restart your PC au ku turn off, as well as logging out. Na huku chini tuna taskbar ambayo ni very easy, right? Pia tuna hii icon ya ambayo ita show apps, na hii itaenda kuonyesha applications zote ambazo zimekuwa installed katika operating system yako, right? So this is very easy. Okay, sisi kama hacker most of the time tutakuwa tunatumia muda wetu kuoperate katika terminal. Kwa nini? Kuna sababu nyingi behind this. Terminal is very powerful. Hiyo ni sababu ya kwanza. Yani imagine this, kitu chochote ambacho unaweza kukifanya kwa kutumia mouse na keyboard, basi ni kitu hicho unaweza kukifanya kupitia command, right? Sasa sababu ya pili ni kwamba mara nyingi almost 99% tunapo hack, let's say umefanikiwa kuhack machine, hiyo machine ambayo umehack, access ambayo utaipata ni via terminal. Yani utakuwa na terminal, na hiyo terminal itakuwezesha wewe ku execute different commands katika target system. Kwa hiyo the idea is you run command katika terminal, na hiyo terminal itaenda ku display result ya ile command on screen. Kwa hiyo ndo basic idea. So wewe kujifunza terminal ni kitu muhimu sana, na as a hacker kama upo serious kabisa, hichi ni kitu ambacho you are not in a negotiate position. With that said, all in all, kujifunza ama kuoperate na hii command prompt ama hii terminal is very easy. Basically his command ambazo huwa tunazi execute katika our daily activities ni command ambazo zimekuwa categorized. Kuna commands za file systems, kuna commands ambazo tunazitumia ku create files and folders, kuna commands ambazo tunazitumia ku navigate here and there, kuna commands ambazo tunazitumika kuonyesha network activities, something like that. So command za kwanza ambazo tutaenda kujifunza, hizi ni commands za location and identity. Yani hizi ni command ambazo zitakusaidia wewe kujua location yako katika machine au identity yako. Command ya kwanza inaitwa pwd. Pwd ina stand for print working directory, na hii ni command ambayo itaenda kukuonyesha location yako, mahali ambapo upo katika ile machine. Kwa hiyo pwd inatuambia tupo katika home folder la user Basir security. Command ya pili ni who am I. Who am I ni command ambayo itaenda kuprint username ambayo umelogin nayo katika hiyo PC. Kama unavyoona imeprint Basir security, na huyu ndio user ambaye nimelogin naye katika hii system. Command nyingine ambazo tunatakiwa kuzijua ni navigation commands, na hizi ni commands ambazo zitatuwezesha sisi kuweza kunavigate kutoka katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na speaking about navigation commands, command ya kwanza ambayo tutajifunza inaitwa ls. ls hii ina stand for list, na hii ni command ambayo itaenda kulist files katika current directory. Yani itaenda kulist mafile katika folder husika. Kwa hiyo tumetype ls, tumehit enter, na tumeona kuna mafolder kadhaa katika hii directory.
Command nyingine ni cd command, na hii ni command ambayo tunaitumia ku navigate ama kuondoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo jinsi ya kuitumia, utaandika cd space and then utaandika jina la folder ambalo unahitaji kwenda. Kwa mfano unataka kwenda kwenye desktop, utaandika cd desktop, utahit enter na itakwambia kwa sasa hivi tumeshaingia katika desktop. Unaweza ka print working directory, sasa hivi tutatuambia tuko katika desktop. Right? Sasa tujalie unataka kurudi nyuma mahali ulipotoka. Kurudi nyuma bado tunatumia cd command, lakini badala ya kuweka jina la folder ambalo unataka kwenda, tutaweka ... Kwa hiyo kwa kubonyeza cd ... tunaiambia PC kwamba tunahitaji kurudi nyuma hatua moja. Itatuambia sasa hivi tupo katika folder lile la mwanzo ambalo tulokuepo, ambalo ni home folder la Basil Security. Tukiprint working directory, utaona tupo katika home folder ya Basil Security. Command nyingine ambayo inafaa kuijua inaitwa clear, na hii ni command ambayo inatumika kusafisha screen yetu, kuondoa output ya previous commands, ya commands ambazo tumezi run kabla. Kwa hiyo tukibonyeza clear itatupa screen mpya kwa ajili ya kuendelea na harakati zetu. Okay, so kama nita ls, kuna kitu hapa muhimu ambacho tunahitaji kukijua, nacho ni tab completion. Let's say unataka kwenda kwenye desktop, badala ya kuandika cd desktop unaweza kaandika cd halafu kaandika desk, yani usimalize neno halafu ka hit tab. Hii itamaliza hilo neno kwa ajili yako. Kwa hiyo cd desk una hit tab, itamaliza. Unataka kwenda kwenye document, utaandika cd doc, itakupeleka katika document ukihit tab. Hii inakuwa ni muhimu sana kwa sababu inatusave sisi a lot of typing, especially tukiwa tuna kazi nyingi za kufanya. Kwa hiyo tunatumia tab completion kwa ajili ya kuokoa muda. Right? Okay, great. Aina nyingine za command ni commands za create and organization, yani create na kuorganize mafolder na mafiles. Sasa katika Linux kupitia command line, jinsi ya kutengeneza folder, tunatumia command ambayo inaitwa mkdir. Mkdir ina stand for make directory. Kwa hiyo utatype hiyo command kisha utaweka jina la directory ama jina la folder unalotaka kutengeneza, kwa mfano redlab. Kwa hiyo kwa kufanya hivi, hii itaenda kutengeneza folder ambalo linaitwa redlab. Tuki ls tutaenda kuona mafolder. Folder jipya limejitengeneza linaitwa redlab. Okay? Kwa sasa tunajua jinsi ya kwenda kwenye folder. Kwa hiyo tukiandika cd redlab tutaenda katika folder la redlab. Tuki ls hapa hatutaona kitu kwa sababu hili folder halina kitu. Right? Sasa jinsi gani tunaweza tukatengeneza file katika hii folder? Jinsi ya kutengeneza file, kuna njia nyingi za kutengeneza file, ambapo tunaweza tukatumia touch command, na hii ni command ambayo inatumika kutengeneza empty file. Yani file ambalo utalitengeneza kupitia cut command, ilo file itakuwa empty by default. Kwa hiyo kwa mfano touch lab1, ukihit enter utaona kuna file inaitwa lab1, lakini ilo file halina kitu. Tayari. Ukitaka kutengeneza folder ambalo lina maneno, basi unaweza kutumia nano command. Hii nano command ni text editor, ni program ambayo itakuruhusu wewe kuweza kuedit mafile na kuandika mafile mapya kiurahisi kabisa katika Linux operating system. Kwa hiyo utaandika nano and then jina la file. Kama mimi kwa mfano tayari na file hapo linaitwa lab1, nikiandika file lab1, mwanzo lilikuwa halina kitu, basi program hii itatuwezesha sisi kuedit ile file. Tayari. Kwa mfano sasa hivi tunaweza tukaedit, kaandika welcome to the red terminal, right? Okay, kusave hili file unatakiwa, inatupa maelekezo hapa, tubonyeze control x kwa ajili ya kuexit. Kwa utabonyeza control x, itatuuliza je tunahitaji kusave hii modified buffer, utabonyeza y and then utahit enter. Hapo utakuwa umesha save ilo file. Sasa kusoma file ama kuprint ile content ya file, pia kuna njia nyingi katika Linux. Njia ya kwanza ni cut. Tunatumia cut kwa ajili ya kuprint file ambalo sio kubwa.
Kwa mfano lab1 tukiprint, kwa hiyo cut command itaenda kutuonyesha content ya lile file. Kama file kubwa, basi tutatakiwa read ile file kupitia less command. Hii ni command ambayo tunatumia kusoma mafaili makubwa, na tofauti kati ya cut na less ni kwamba less itaenda kuprint ili page by page. Tayari itaenda kuprint lile file page by page, maana tutakuwa tuna uwezo wa kuscroll down. Kwa mfano katika desktop yangu nina file moja kubwa sana, kwa hiyo nitaenda kuliprint. Kwa hiyo nitaweka path ya hilo file ilipo /home basi security desktop and then command.txt. Umeona, hii ndio less command. Kwa hiyo itaenda kuprint mafile, lakini sasa hivi tutakuwa tuna uwezo wa kuscroll down kwa sababu ile file ni kubwa sana. Tayari, kwa hiyo kuondoka katika file hili ama kuquit hii tunabonyeza Q. Kwa tutatoka. Okay, now another command ambayo ni muhimu sana na wewe kujua ni man command. Man ina stand for manual. Hii ni command ambayo itaenda kutupa maelekezo kuhusu ni jinsi gani tutaweza kuitumia command fulani. Kwa mfano, tunajua ls ni command ambayo itaenda kulist mafolder na mafile yalikuwemo katika current directory, lakini tukihit man ls, hii itaenda kuprint file ambalo litatupa maelekezo ni jinsi gani ya kutumia hii ls command. Kwa mfano itatupa description, kwa hiyo itaenda kulist information about the files, the current directory by default. Tayari, pia kuna arguments. Hizi tunaita arguments au option. Kwa mfano ukiandika ls-a au ls-all, hii itaenda kufanya kazi hii. It won't ignore entries starting with dot. Inamaanisha itaenda kuonyesha mpaka yale mafaili ambayo yapo hidden katika computer, right? Kwa hiyo tukiscroll down tutaweza kuona a bunch of arguments hapa. Baadhi ya hizi arguments ni muhimu. Kwa mfano -l, hii itaenda kuuse long listing format. Kwa hiyo tukihitaji kutoka katika haya maelekezo tutapress Q na itaturejesha katika terminal. Kwa hiyo tumejifunza ls. Hii ni command, right? Lakini kabla ya ls tutatoka, nitaenda katika home folder. Kwa hiyo nitaandika cd again kutoka ... Hapo nitakuwa nimetoka, nipo katika home folder. Kwa hiyo tuki ls katika home folder tutaona kuna mafaili na mafolder haya hapa kadhaa, right? Sasa basi tumesoma man page na tukajifunza ls tukiweka -a itaonyesha mpaka yale mafaili ambayo yamefichwa, yani hidden file. Hemu tu jaribu hii kisha tuone kama kuna mafaili ambayo yako hidden. Well, kweli tunaona kuna mafaili ambayo yameanza na dot. Haya mafaili yote yaliyoanza na dot tulivyoandika ls tupu ilikuwa hatuyaone, lakini tulivyoandika ls-a tumeyaona. Kwa nini? Kwa sababu katika kompyuta mafaili au folder ambalo limeanza na dot, hilo linakuwa ni hidden file na kikawaida huwezi kaliona bila hii argument, right? And by the way, katika Linux rangi ya blue inamaanisha hili ni folder au directory, na rangi nyeupe inamaanisha hili ni file, right? Lakini pia tumejifunza kuna kitu kinaitwa ls-l. Tukaona katika man page hii ni long listing format. Long listing format inamaanisha nini? Wacha tuone. Kwa hiyo long listing format bado imeenda kutuprintia mafolder yale yale na mafaili yale yale, right? However, sasa hivi tunapata more information kuhusiana na hayo mafolders, right? Kwa mfano tunapata permission ya hizo folder, tunapata user pamoja na groups pamoja na date where these folders were created. Sasa kwa hiyo kwa kutumia ls-l tutaenda kuona more information kuhusiana na mafile. Lakini pia unaweza kuchanganya commands hizi. Yani sio command, badala yake unaweza kuchanganya hizi arguments kwa kuandika kwa mfano ls-la. Tayari, kwa kufanya hivi tutaenda kuprint mpaka yale ambayo yapo hidden, lakini pia katika long listing format. So these types of commands are very very important and they will become handy pale ambapo tutafanikiwa
kupata access katika computer fulani labda ambayo tumeweza kuihack, tutahitaji kuona bunch of information katika hiyo computer, and these commands will become really handy. Okay, aina nyingine ya commands ambazo tunahitaji kuzijua ni network commands. Hizi ni commands ambazo zinatupa bunch of information about networks. Kwa mfano, command muhimu ambayo unatakiwa kujua ni ifconfig tayari. Na hii ni command ambayo itaenda kulist network interfaces. Nikisema network interfaces ni kifaa ambacho unakitumia wewe kwa ajili ya kuconnect na internet, either ni wifi card au ni ethernet. Kwa hiyo hapa inatuonyesha nina ETH0 au ethernet 0. Tayari hii haina IP address, ni ethernet 0. Pia kuna loopback interface, pia nina LAN 0. Tayari hizi ni interface ambazo zimo katika PC yangu. Again, interface ni kitu ambacho unaweza kukitumia kuconnect na network. Katika PC yako wewe kama umeinstall Kali Linux kupitia VirtualBox, basi probably utakuwa na ETH0 pamoja na loopback na hautakuwa na LAN 0. Labda wewe umechomeka wireless card. Sasa tunapobonyeza ifconfig, kuna baadhi ya information hapa ni muhimu ambazo tunatakiwa tuzijue kupitia hii output, na information yenyewe ni inet. Inet ina stand for IP address. Kwa hiyo muda wowote ukitaka kujua IP address yako, utatype ifconfig na katika inet itakuonyesha IP address yako. Na kumbuka IP address ni network identification, kwa hiyo utaiona IP address yako ikiwa tu umeconnect na network. Kama hauja connect na network, hautapata IP address. Kwa mfano, interface hii haija connect na network, haina IP address hapa. And that is a tip for you to remember. Okay, kitu cha pili hapa ni tunaona inet6. Inet6 ni IP address version 6. Now, kitu chengine muhimu ambacho tunatakiwa kunote hapa ni ether. Na ether hii ina stand for MAC address. Again, ikiwa anytime unajihisi labda unahitaji kujua MAC address yako, kwa kutype ifconfig utaenda kuona your MAC address katika ether. Okay. Kwa hiyo ni network command, lakini katika modern systems, kama utakuwa umeinstall Kali Linux recently, manake new versions za Kali Linux zinakuwa sometimes squeeze hazina hii ifconfig, kwa sababu hii ni older tool ama ni older way of doing things. Naweza nikasema the new way ya kufanya hivyo, tunaandika IPA. IPA itaenda kuonyesha almost exact information. Kwa hiyo ukitaka kujua IP address yako, kama ifconfig haijafanya kazi, basi tutatype IPA na hii itaenda kuonyesha interface zile. Kwa hiyo tuna loopback interface, tuna ETH0 pamoja na LAN 0. Kama unavyoona, inet ni IP address yangu. Tayari umeona imeweka na range. Hii ni broadcast IP address, na katika ether tumesema hiyo itakuwa ni MAC address, lakini pia inaonyesha na broadcasting MAC address. Kwa hiyo hii ni IPA, new tool ambayo inatumika kuonyesha almost the same result kama ifconfig. Just in case ifconfig haijafanya kazi, utatumia IP-A au utatumia yote the way unavyopenda. It doesn't really matter, okay? Another command ni ping command. Hii ni muhimu pale ambapo tunataka kutest connection ya some server, labda unataka kujua website fulani au machine fulani ipo live au yani ipo online au offline. Kwa hiyo tuna ping. Kwa hiyo tutaandika ping -c4 and then utaandika jina la website google.com kwa mfano. Kwa hiyo hapa tuna ping, tunataka to send packet 4, tunaambia account 4 google.com. Kwa hiyo unaona ina replay. Ikireplay hivi, kwa hiyo hii ita resolve IP address ya Google, na kupitia hivi tunajua kuwa machine fulani ipo online na tunaweza tukai access. So hizi ni network commands ambazo ni muhimu, na kumbuka ziko command nyingi zaidi ya hizi, ila kwa level ambayo tupo sasa hivi, I think these are the most important one. Sasa tuhamie katika commands za deletion pamoja na permissions. Tukibonyeza ls, tuna folder letu ambalo tumelitengeneza linaitwa redlab. Kwa hiyo cd redlab, tuki ls kuna file hapo ambalo tumeliita lab1. Basically ile file ina simple tests. Welcome to the red terminal and of course you are welcome.
Sasa tujalie tunataka tubadilishe jina la hili file. Tumekosea, hatutaki tulipe jina hili. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tunatumia mv command. mv ina stand for move, na hii command ina maana mbili, yani inatumika kufanya kazi mbili. Kazi ya kwanza tunaitumia kumove, yani kuondoa file sehemu moja kulipeleka sehemu nyingine, na kazi ya pili pia tunatumia kwa ajili ya kurename hilo file. Tayari. Kwa jinsi ya kutumia, utaandika mv stand for move, utaweka jina la file ambalo unataka kulimove, na sasa kinachofuata hapa utasema unataka hilo file ulipeleke sehemu gani. Sasa katika Linux ukiandika // maana yake unataka ulibakishe hapo hapo, ulipeleki sehemu yoyote, libaki hapa hapa. Sasa basi hivi ndo tunavyo rename. Tunaombea tunaliacha hapa hapa, lakini tunalibadilisha jina. Labda tuliite welcome notice.txt, right? Kwa hiyo tukihit enter halafu tuki ls, tutaona faili letu bado lipo lakini lina jina jipya. Hivyo ni kulirename, lakini tumesema mv command. Hii ni command ambayo inatumika kuhamisha folder na mafile. Kuhamisha folder au file tutaandika mv space and then jina la file au folder ambalo tunataka kulihamisha. Baada ya hapo tunatakiwa tuseme tunalipeleka wapi. Tare. Kwa hiyo hapa utaweka path ya folder ambalo unataka folder hili liende ama faili hili liende. Kwa hiyo utaandika folder. Kwa mfano mimi nataka nilipeleke /home. Basi security. Tare. Kwa hiyo nikihit enter, niki ls, hapa faili letu halipo. Tare. Liko wapi? Lipo katika home folder. Kwa hiyo unaweza ukaenda katika home folder. Na njia rahisi ya kwenda kwenye home folder unaweza kutumia cd. Tari, unaweza kaandika cd home /home halafu user wako basi security. Tari, lakini kwa haraka kama unataka kwenda home unaweza kaandika cd halafu alama ya tilde. Tilde hii ni button inayopatikana kabla namba 1 katika keyboard yako. Kwa hiyo utaandika cd tilde, hapo itatupeleka home. Tukiprint working directory, kumbuka tupo home. Kwa hiyo tuki ls tunaona faili letu limekuja hapa. Tayari. Hivi ndio jinsi ambavyo tunaweza tukamove file. Pia tunaweza tukacopy files kupitia cp command. Tofauti ya cp na move ni kwamba move inaenda kulihamisha kule. Kama tulivyoona kule liliondoka kabisa, lakini cp kule litabakia na mahali ambapo unalipeleka litabakia. Kwa hiyo jinsi ya kutumia cp ni kama tunavyoitumia ile mv. Utaandika cp welcome notice ama jina la file yako, and then utalipeleka sehemu ambapo unataka liende. Kwa mfano nataka liende katika desktop, kwa hiyo litaenda katika desktop. Sasa hivi hapa lipo, na tukilist katika desktop pia tutalikuta. Wacha tuone ls, naenda kulist katika desktop. Kwa hiyo nimeandika ls, kama tunavyojua ni command ambayo itaenda kulist mafolder na mafile. Tayari. Ila na list wapi? Naenda kulist desktop. Kwa hiyo nitaweka path ya desktop /home basi security desktop. Kwa kulist naona kwenye desktop pia kuna file jipya ambalo limeongezeka hapa. Kwa kama nitaenda kwenye desktop pia nitalikuta file letu jipya limeongezeka. Right? Okay, interesting. Okay, kwa hiyo nimelist tena. Sasa tunahitaji kufuta file. Kufuta file tunatumia command inaitwa rm, lakini you have to be very careful kwa sababu unapofuta file kupitia terminal, ilo file halitaenda katika trash, never. Litakuwa limepotea mazima. Kwa hiyo tutaandika rm, na rm ina stand for remove. Kwa hiyo rm space na jina la file lako, kwa mfano welcome.txt. nikihit enter, ile file litafutika tena, litakuwa limefutika mazima, siwezi nikali restore kupitia trash. So you need to be very careful unapotumia rm command. Tayari. Lakini pia unaweza kutumia rm command kufuta folder, lakini ukitaka kufuta folder itabidi uongeze argument ambayo inaitwa -r and then jina la folder lako. Kwa utaandika rm ama remove -r and then jina la folder lako. Tayari. Kwa mfano tuna folder hapa linaitwa red lab. Kwa kufuta red lab
itakuwa limefutika mazima. Na by the way, hii -r ina stand for recursively. Maana recursively non-stop itaenda kufuta mafaili yote yale kuwemo katika folder, kwa sababu folder linakuwa lina mafaili, na ndio maana ukiandika rm halafu jina la folder moja kwa moja, hii haitafutika kwa sababu katika folder kuna mafaili tayari. Kwa hiyo ili kufuta folder na mafaili yake ndio tunaandika remove -r. R ina stand for recursively ama non-stop, itaenda kufuta kila kitu. And again, just remember, unapofuta kupitia terminal, hivi vitu hautaweza kuvirestore kupitia trash, so you need to bear that in mind. Okay, so far so good. Let me clear. Kitu kingine muhimu ambacho nahisi tunahitaji kucover ni jinsi ya kuinstall programs in your systems. Now, katika Debian based operating system huwa tunatumia package manager ambayo inaitwa apt. Apt ni package manager ama ni program ambayo tunaitumia kuinstall another program katika kompyuta zetu. Sawa, na nikisema kompyuta zetu namaanisha zile Debian operating system, kwa mfano Linux, Ubuntu, Parrot OS and so on, right? Kwa hiyo tunatumia apt, and then kama tunataka kuinstall tutaandika install and then jina la program ambayo nataka kuinstall. Kwa mfano nataka kuinstall Terminator, right? And by the way, Terminator ni hii terminal ambayo mimi naitumia. Kama umenotice wewe, terminal yako itakuwa tofauti na yangu. Wewe muda wote huu utakuwa unatumia terminal hii hapa, lakini mimi situmii terminal hii hapa. Hii ni kwa sababu kadhaa. Ni terminal ambayo basically mimi sipendi kuitumia, na napenda kuitumia terminal hii ambayo unaweza kai-download. Naweza nikasema ni kwa sababu zangu tu binafsi, lakini naona baadhi ya watu wengine pia wanatumia Terminator. Kwa mfano hii inatupa feature, kwa mfano unaweza ka split screen yako huku katika left, unaweza ka split tena horizontally, right? Close. I mean unaweza ka split horizontal kama hivi. Kwa hiyo hapa una run command, hapa tuna command nyingine, na hapa tuna command nyingine pwd tayari. Kwa hiyo hapa tuna kazi tunafanya, hapa tuna kazi tunafanya, hapa tuna kazi tunafanya. Hii feature hatuwezi tukaipata katika built-in command ya Kali Linux, kwa hiyo hatuna hizi feature, na hii ndio sababu mimi napenda kutumia hii Terminator. Sasa kama na upo interested, unataka kutumia Terminator, command ya kuinstall Terminator ni hii apt install Terminator tayari. Sasa tukifanya hivi, hii itafail. Subiri ni close huku. Nita close hii terminal na hii nita close ili tupate uwanja mzuri. Kwa kuandika apt install Terminator, hii imefeli. Kwa nini? Kwa sababu permission denied. Tayari tumekataliwa. Sisi tumelogin, ama mimi nimelogin kupitia user Basil security. Wewe utakuwa umelogin labda kupitia user Kali, na uwe user Kali ama Basil security, kifupi uwe user ambayo umelogin naye hana permission, hana ruhusa ya kuinstall programs katika hii PC. That's why tunatakiwa tutumie sudo command. Sudo ina stand for super user do, manake hii tunaifanya command irun kama administrator, yani hii itaenda kurun with full privileges, haitakata tayari. Lakini kitu muhimu katika Linux operating systems, kabla huja install program yoyote unatakiwa update sources ya hizo program tayari. Kwa hiyo jinsi ya ku-update, tutaandika sudo apt update, tutaandika sudo apt update. Now zingatia kwamba tunapoandika sudo apt update hapa hatumaanishi tuna update kompyuta yetu, badala yake tuna update list, tunaita sources. Sources ni mahali ambapo hii kompyuta itaenda kuangalia programs ambazo wewe unataka kuinstall tayari. Ukitaka kuinstall program, basi kompyuta yako itaenda mahali itaangalia, je, hiyo programu ipo tayari. Kama ipo, je, version mpya, tunaenda kuweka new version ya hizo program. Kwa hiyo utahit enter and then utaweka password yako ambayo ulitumia ku login. Hii itaenda kwenye internet, kwa hiyo make sure umeconnect na wifi au na ethernet. Of course I'm not going to wait kwa sababu mimi nimesha update computer yangu. Kwa hiyo ukitaka kuinstall badala ya kuupdate, wewe unatakiwa kwanza uupdate. Mimi nisha update leo. Kwa hiyo baada ya kuupdate tutaandika sudo apt install and then jina la program, in our case Terminator tayari.
Kwa hiyo hii itaenda katika internet, ita install Terminator. Mimi Terminator tayari nimesha install, ndio maana inaniletea hivi. Kwa wewe itaenda kuinstall Terminator, kisha ukibonyeza start button na kusearch Terminator, utaweza kupata hii program ambayo mimi naitumia. Okay? So kitu cha mwisho ambacho nahitaji kukuonyesha ni explainshell.com. Fungua browser, head over to explainshell.com. Hii ni website ambayo imetengenezwa kwa ajili ya ku-explain Linux commands. Kwa hiyo ukikutana na Linux command ambayo hujaielewa ama hujui maana yake, ukija katika hii website, ukiandika hiyo command, hii website itajitahidi kukuelezea, kukupa maana ya hiyo command na namna inavyotumika. Kwa mfano utaandika ls-la/home, hit explain. Hii ita explain, itavunja kila argument, itakwambia ina maana gani. Kwa mfano ls tumeshajua hii itaenda ku list directory content. -l itatumia long listing format. Kwa sasa tunajua long listing format ni nini. -a hii itaenda ku print mpaka yale mafaili ambayo yamestart with dot ambayo ni hidden files tayari. Halafu -home hii ni file ambalo sisi tunahitaji kulilist. Okay? Kwa hiyo by default nasema current directory by default. Tayari maana ukiandika ls-la au ukiandika ls and then usiweke jina la file ambalo unahitaji kulist, lile file ambalo upo ndilo litakalo listiwa. Kwa hiyo on my opinion, I think this website will become handy if you ever come across with a command ambayo haukuielewa ina maana gani. So this is it guys, thank you so much for watching this video. If you are new here, please subscribe to the channel, like this video and hit the bell so that you don't miss any future videos. Thank you so much for watching and tukutane katika video inayofuata.